Keti. Naona wengine wamesimama. Keti. Ni saa 9 ndio inaelekea saa 10. Unajua mimi nimekuja Kitui na nimekuja nyumbani. Na wachawi sijui kama wanajua ama wamesahau niko hapa. Sijui kama wanajua. Wanajua. Nyinyi wandugu mnaweza kuketi mahali, nyinyi mliosimama kwa unyenyekevu, mumezuia wale wako nyuma yenu kule. Na waomba tu kwa unyenyekevu, kwa heshima sana. Watu wako na akili kunishinda. Anaketi hapo kwa hiyo barabara. Sawa. Unajua saa zingine unaweza kufikiria wewe ni pastor uko na akili na ukakutana na watu wa Kitui wako na akili kukuliko. God bless you so much. Yani sitamani wale wako kule nyuma wakose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikizeni watu wa Mungu. New Life iko na miaka 14, 15 na Mungu ametujalia neema vitu vikubwa. Natamani leo hii tukimalizana wachawi, Mungu akubariki mapema. Hata kama ni msichana ubarikiwe, uwe na mali yako. Hauolewi kwa sababu hauna pesa, unaolewa kwa sababu you love, sio kwa sababu ni mwanaume anakusaidia. Amen. Kuna wanangu wa kike hapa, na nitaomba Mungu abariki. Kijana akikuitisha date muende kwa hoteli ukule, unamnunulia chakula na unampa nauli. Ikiwezekana mbebe kwa gari lako, umpeleke out akule chips na kuku na soda na straw. Umpe bolga matafune akienda nyumbani. Unamwambia call me later next week. Unamnunulia iPhone 1 atembee nayo akiwa anajipiga picha. Mtu anyeshe mvua ya makofi kwa Yesu Kristo. Wasichana wa Yesu mko hapa? Wasichana wa Yesu mko hapa? Aliyewaroga afe saa 6 usiku, muolewe kwa heshima. Naomba kile ambacho Mungu alinifanyia na Pastor Sara awafanyie nyinyi vijana. Aliyefunga wasichana wa kwenu wasiwahi olewa atahudhuria harusi yako. Huo uchawi unakuachilia leo. Atahudhuria harusi, aone uko na mavazi ambayo iko na mkia kama ya tumbiri, na Yesu amesema ndio, hakuna wa kusema hapana. Say yes. Chochote kilichotupwa ndani ya maisha yako na ndani ya mwili wako, chochote aina ya uchawi, kinaondolewa leo na kinarudi, na hizo nguvu ziende kwenye kambi ya wachawi na waganga. Wengine walienda kwa waganga wakapewa irizi, wakaoa nao watu na wakaolewa nao na watu. Nimekuja kwako na nimeingia. Kama ulioa na madawa, Ezekiel amewasili na ujui nitasema nini. Ulienda ukapewa kitu ukatafuna kwa ulimi, ukaenda ukaongea na mtu akakuoa. Ndoa yoyote iliyokamatwa na uchawi nimeivunja mara moja. Hiyo ni slavery. Aliyekuoa na uchawi, hiyo uchawi nimeivuruga. Say yes.
macho yako yatafunguka leo. Pastor, najua nimeolewa na nguvu za giza, sasa ninaelekea kuwa mzee. Mimi sitaki kujua. Utazaa watoto ambao ni mbegu ya uganga. Yeyote. Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with Pocket Broker. 100+. Na nimekupa siku 7, mnaachana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na unajua niko Kitui. Mahali wanasema kuna uchawi wa kuoa na kuolewa. Amen. Yeyote aliyekamatwa na mwanamke kupitia kwa nguvu za uchawi, hizo nguvu nimezisambaratisha, zimeisha. Macho yako yanafunguka na utaoa kwa heshima. Say yes! Na mganga aliyekupa irizi aanze kugonjeka kwa jina la Yesu Kristo. Naona mwingine ako na maswali moyoni mwake. Kwa nini serikali iliacha huyu pastor tena anahubiri tena? Amen. Haleluya. Si ndoa zetu ziwe safi, tuzae watoto kwa njia safi, tujenge nyumba tuishi kwa njia safi. Naona mwingine hataki hata kusema amen, amekasirika. Sikudanganyi dadangu, kama uko na irizi na madawa, nitadili na wewe, hautawaamini. Nitadili na wewe. Ama Kitui ninawakosea? Niache ndoa zenu zichukuliwe. Ushawahi kuona muimbaji anachukua mume wako na anaimba na nyinyi kwa hiyo kanisa? Ushawahi kuona muimbaji anachukua pasta na mama pasta analia? Ushawahi kuona watu wanapokonyana ndoa kwa kanisa na pasta na pia anapokonya mwingine ndoa kwa kanisa? Situsafishe anga. Yaani watu wanachezeana kwa ndoa ulimwenguni, watu wanachezeana kwa ndoa hapa kwa kanisa? Hapana. Number 4, mali yoyote iliyopatikana kwa njia ya giza, nina divert hiyo mali iende kwa waliookoka. Hiyo mali itolewe, hiyo mali. Sikiliza, najua mimi ni mgeni kwako. Unajiuliza, pastor, hizo vitu ni vya kweli? Utanitafuta Mavueni, utaniambia Pastor Ezekiel, wewe ni wa kweli, wewe ni wa kweli kweli. Yeyote anayetumia nguvu za giza kukusanya mali, hizo nguvu za giza zikugeuke moja kwa moja, na mali yako iendee waliookoka, uliochukua nyota zao, mali yako iwaende. Najua unaniuliza, pastor, mali itawaendea waliokoka kwa njia gani? Listen to me now. Kuna kitu kinaitwa favor ya Mungu. Ikiingia kwako
anayetumia nguvu za giza anafilisika na anakuuzia shamba lake kwa bei yako wewe mwenyewe, anakuuzia gari kwa bei yako, anakuuzia mlango wa biashara kwa bei yako. Jambo hilo litendeke kwako. Ninageuza hiyo mara moja, nageuza hiyo mara moja, nageuza hiyo. Na kuombea usinunue shamba ambayo haina title deed, hiyo iko na kesi. Kuna watu wengi nitawafilisisha hii Kitui, ya wale ambao wanatumia nguvu za giza, ninawafilisisha, watakuuzia kwa bei yako wewe mwenyewe. Hata ukimwambia una pesa ya kutosha, atakwambia lete ile uko nayo, lete ile uko nayo. Kuna mtu anaamini hiyo, kuna mtu anaamini hiyo, kuna mtu anaamini hiyo. Wengine mtanunua mashamba ya 3 na 800,000 tu, shamba ekari kadhaa 3 utauziwa na 800,000. Yani kitu cha mamilioni. Huyo mtu anafilisika kwa uchungu mpaka akuuzie na 800,000. Litendeke hilo. Maandiko yanasema na Mungu akawafanya Waisraeli wakapendeka machoni pa Wayahudi, Wamisri wakapendeka machoni pa Waisraeli. Waisraeli walienda wakawaomba mavazi na dhahabu. Siku ya kutoka walienda na mavazi na dhahabu. Katika jina la Yesu Kristo, yeyote ambaye amekusanya mali na nguvu za giza, ninatangaza kufilisika kwake. Akuuzie kwa bei yako, akuuzie kwa bei yako, akuuzie kwa bei yako, akuuzie kwa bei yako. Kama unaamini say yes. Inaitwa transfer of wealth. Unatoa utajiri kwa madhabahu fulani, unapeleka utajiri kwa madhabahu nyingine, na kama hamtaki, nabeba kwa lori zangu mimi, naenda nayo huko. Yani mtu anakuambia ako na majini, si hata sisi tuko na malaika. Ninyi watu wa Kitui hamtaki mali, hamtaki utajiri. Nikuulize, nani ashawahi kuja Mavueni? Ulipokuja Mavueni, uliposhuka kwa barabara, ulitembea kwa barabara ya matope? Ile highway ya serikali na highway ya kanisa gani nzuri? Ikiwa ni ile ni kanisa na inajengwa vile, si nyota ikujengee kwako na wewe pia? Tikisha mtu, mwambie kataa umasikini wewe. Kufanikiwa ni roho, sio pesa, ni roho. Wamekutupia roho ya umasikini. Ukishika pesa inaingia na huku inapita, na huku inaingia, na huku inapita, na huku inaingia, na huku inapita. Wewe unajiuliza, jamani, mshahara wangu imeisha. Kuna watu leo ni tarehe 20 na ngapi, 2, si ndio? Na ana pesa. Niulize swali uone hapo. Niulize swali, nani ako na deni? Nani ako na madeni? Angalia, yani deni inakaa kama nyasi. Nani ako na deni? Oh, ngojea. Nani ako na deni ya simu? Hey. Maandiko yanasema hivi, mutawakopesha watu wala nyinyi hamutakopa. Jameni, watu wa Mungu, si maandiko haya yatimie kwenu? Kwa nini nawahubiria injili mbaya? Amuoni umasikini ni dalili ya kurogwa? Maandiko yanasema
hakutakuwa na mtu masikini kati yenu. Kuna mtu anaamini injili hii? Unajua inaniuma ukienda mochari, ni Wakristo ndio wanafanya ibada hapa. Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe, katika mpaka huo wimbo imekuwa ni wimbo wa matanga. Safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Kama umekufa unatembeaje na yeye? Shakufa unatembeaje na yeye? Hiyo roho ya matanga igeuzwe iende ikamate familia ya wachawi na waganga, upone uishi. Maandiko inasema nitageuza magonjwa yenu, nitapeana kwa maadui zenu. Imeandikwa hivyo, imeandikwa hivyo. Magonjwa yenu nitapeana kwa maadui. Mochari ni Wakristo, wodi ni Wakristo, mchango ni Wakristo, mkopa ni waumini, vitabu vya matanga kanisani. Merry-go-round ni ya kanisa, chama ni ya Wakristo. Kila roho ya umasikini iliyotupwa kwako kupitia kwa ndoto itahama leo bila ndoto. Itahama leo na utapewa akili nyingine. Maandiko yanasema na roho wa Bwana itatua juu yako na utageuzwa kuwa mtu mwingine. Fanya jambo lolote, Bwana yu pamoja na wewe. Do whatever you want. Kuna watu wametoa sadaka kwa makanisa mpaka wakisikia kipindi cha sadaka wanakasirika, wanaenda, kwa sababu madhabahu haijawahi waletea faida. Hata wakiona washirika wa New Life huwa wanakimbia wakitoa sadaka, wanajiuliza kwani hii ni wapi? Sikudanganyi, ningepeana nafasi hapa washuhudie wale watu wamebarikiwa kwa hii madhabahu. Utakasirika mpaka ujiulize, na hii kanisa imekuanga wapi mimi nikiwa wapi? Utaona watu wako na pesa hapa na uwezi amini, wamebarikiwa hapa na uwezi amini. Kuna mtu anajua anaongea ukweli. Kuna watu wametoka mbali na magari yao, wamepaka kule na walizipata kwa madhabahu, hawakuwa na magari na wameketi hapo, wametulia tu, anasubiri saa ya matoleo, anamtolea Mungu. Kuna dokta mwingine ameniambia, pastor, you remember me, nimewahi kuwa one of the doctors in your church, lakini sikuwa ni daktari kamili. Through sacrifice, pastor, picha yangu ndio hii, imeandikwa Dr. J something KK. Akaniambia, now I know the power of sacrifice. Nikasema jameni, angesema kwa yule mshirika ambaye ametoa kwa madhabahu nyingine mpaka akalia, atasema ushindwe wewe, ushindwe wewe. Madhabahu mabaya, maisha mabaya. Kamata huyu ambaye anabaki uchi. Niliambia watu waokoke. Ninyi asha mliozeeka, mkuwe mapastors, muache ni na asha. Ukishazeeka unabadilisha mwito. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Listen to me. Mkristo amuka. Ulemavu si nafasi yako, umasikini si wako, kurogwa sio sehemu yako. Kwani sisi wengine tumetoka wapi? Sisi wachawi wameturoga mpaka wakaingia kwa mtandao, wanasema mimi ndio namroga Ezekiel. Ghafla anakufa na Ezekiel anakula, inaitwa nini, nzuu. Na kula mbaazi na mchawi amekufa. Na wewe utapona na utaishi na mchawi wa kwenu akufe. Fafe fifofu. Kuna watu wako hapa, zile vitu viko ndani yao hawajui vilitoka wapi. Kuna watu wako hapa si tasa, lakini walisukumiwa vitu usiku, vimewakamata vizazi. Ni damu, ni uvimbe, ni mapande ya damu. Hiyo ndio maisha wanajua. Siku zao wanalia, na damu ikianza kutoka inatoka. Anaotanga ndoto akikaa na mtu kimwili, ndoa yake iliisha kitambo, unakombolewa saa hii. Kuna wengine ni wanaume, ndoa ziliisha kitambo, unakombolewa saa hii. Wengine walipoteza nyota zao kupitia kwa ndoto. Hiyo roho iliyokuibia nyota yako, hiyo roho inangolewa masaa. Saa ya vita imeanza. Saa ya vita imeanza kila mahali, sio hapa peke yake, hata kule nyumbani kwenu, kule nyumbani kwenu. Yesu mwenye uwezo, maroho ya mauti ambayo yalitupwa ndani ya hawa watu yaende yawakamate wale watu wengine waliotupa hayo maroho ya mauti. Hawa watu wapone katika uwanja huu na wakombolewe. Naomba ukunje huo mwavuli, kwa sababu vita vinaanza saa hii. Imefika saa 10 and the sun is not very hot. Naomba ukunje mwavuli please. Utadunga mtu na mwavuli, ama wewe mwenyewe utaumizwa na mwavuli. Na kusihi kwa jina la Yesu Kristo, uwe tu mungwana, kunja mwavuli. Kutii ni bora kuliko sadaka. Listen to me. Maandiko inasema hivi, kwamba bidii ya mtu haimsaidii kwa njia yote, bali ni Mungu ndiye anapeana roho ya utajiri. Nisikilize tena, maandiko yanasema ya kwamba urembo huisha na wakati, lakini baraka za Mungu haziji na majuto. Kuna BCG Markets, Global Trading. na watu mko hapa na mnateseka na umasikini, na walevi ni matajiri. Mnakombolewa leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ambayo iko ndani yako inakamatwa na unakuwa huru leo.